Shalom shalom, kwa majina yangu naitwa mtumishi Alice. Ninawasalimu kutoka katika madhabahu ya huduma ya Love of Christ Tanzania. Leo tuna somo ambalo ni somo fupi lakini ni zuri, itakusaidia wewe ambaye unanitazama. Somo letu linasema kuwa mtu mwenye maisha yanayompendeza Mungu hata ukiwa kwenye nyakati ngumu uweze kutengeneza hoja zitakazokuokoa. Kuwa ni mtu mwenye maisha yanayompendeza Mungu hata ukiwa katika nyakati ngumu, utengeneze hoja zitakazokusaidia wewe kutoka katika tatizo ambalo utakuwa nalo. Somo letu linatoka kwenye kitabu cha Isaya sura ya 38 mstari wa 1 mpaka wa 8. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Siku hizo Hezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa, na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana, akasema, Bwana, kumbuka haya na kusii kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambie Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu. Jambo hili liwe ishara kwako itokayo kwa Bwana, ya kuwa Bwana atalitimiza jambo hili alilolisema. Tazama, nitakirudisha nyuma kivuli madaraja 10 ambayo kilishuka juu ya duara ya Ahazi kwa sababu ya jua. Basi jua likarudi madaraja 10 katika hiyo duara ambayo limekwisha kushuka. Bwana asifiwe sana. Huyu alikuwa ni mgonjwa, Hezekia alikuwa ni mgonjwa, na nabii Isaya alitumwa. Ni kweli alipeleka ule ujumbe, nabii alipata ujumbe kutoka kwa Mungu, lakini kilichomsaidia Hezekia kuweza kuendelea kuwa hai ni zile hoja ambazo alikwenda nazo mbele za Mungu. Hezekia alijua kabisa kwa ugonjwa huu hapa inawezekana nisitoboe, lakini nani ajuae? Nabii amepewa ujumbe na Mungu, akageukia ukuta kwa toba. Kugeuka manake ni kutubu, kugeuka manake ni kuacha kile ambacho umekisikia na kumwendea Mungu kwa hoja ulizonazo. Akalia sana. Hezekia akamkumbusha Mungu yale mambo ambayo yeye alikuwa ameyatenda. Hezekia akamlilia Mungu akimsihi amuongezee miaka ya kuishi. Akamwomba Mungu kifo kikae mbali na yeye, na Mungu alimsikia Hezekia, akamtuma yule nabii Isaya kumletea Hezekia majibu mengine tofauti na maamuzi ya mwanzo ambayo Mungu alikuwa tayari amemtuma nabii wake. Leo hii mimi na wewe tunazo hoja gani ambazo tunaweza kuzipeleka mbele za Mungu, hata hukumu au adhabu ambayo ilikuwa itupate ikatupisha mbali au ikaondolewa? Watu wengi tunajua kwamba tunasali na tunamwomba Mungu, lakini hatufanyi kitu chochote ambacho kinaweza kubadilisha maisha ya watu wengine. Kuwepo duniani sio kwa ajili yako mwenyewe. Maombi unayoyaomba au binafsi ya kujiombea wewe na familia yako au kuombea chakula hayatoshi. Unatakiwa ufanye kitu ili watu wengine wamjue Mungu wako, uwe msaada kwa watu wengine, ili Mungu wako ajulikane kwa namna unavyowasaidia watu wengine, namna unavyomvusha mtu mwingine, iwe ni kwa ushauri, kwa maombi, kwa kumwelekeza, kwa kumfundisha. Zile ndizo hoja ambazo unaweza ukazipeleka mbele za Mungu na ikaonekana ipo sababu ya wewe kuendelea kuishi. Ndio maana uliona hata kwenye ile habari ya mti mti ambao ulikuwa umzalii Mungu matunda, wakasema mti huu na ukatwe. Yule mtunza miti, mtunza shamba akasema hapana, mti usikatwe, wacha tuangalie tena mwaka huu. Na mimi nakuja na ujumbe huu. Je, wewe unafanya kitu gani ambacho kinaweza utakapokwenda mbele za Mungu, hata kama nabii ameleta taarifa ya kifo au umepata taarifa yote mbaya, unazo hoja gani ambazo waweza kuzipeleka mbele za Mungu zikabadilisha matokeo ya kile ambacho kilikuwa kikupate? Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana.
baada ya kuyasema haya, ninatamani ujitafakari ni wapi ambapo bado huna hoja yoyote ambayo unaweza kumpelekea Mungu ili kubadilisha ile hati ya mashtaka ambayo ilikuwa ikupate. Mungu ni wa rehema nyingi, Mungu ni wa huruma nyingi, lakini ametuweka duniani ili tumzalie matunda. Shalom, shalom.